Amani na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja na nyote wanawake wenzangu dunia nzima. Kama kawaida yetu tuko kwenye kipindi chetu Amka Uamshe na Wenzako. Kwa siku ya leo tumeandaa mada gani sasa? Siku ya leo tunaandaa mada inaitwa usikate tamaa. Mwanamke mwenzangu, usikate tamaa. Don't lose hope. Usikate tamaa. Na kwa nini tumeandaa mada hiyo? Kwa sababu tumeangalia wengi sana katika wanawake tumeshakata tamaa. Tumejisahau, tumeona kama dunia tena basi, we are very down, tumekwisha, yani hatuna tena kusonga mbele, hatuna tena kufanya lolote. Sababu gani tumekata tamaa? Acha nikwambie mwanamke mwenzangu, katika kipindi chetu hichi Amka Uamshe na Wenzako, don't lose hope, usikate tamaa. Sababu kukata tamaa kunamfanya mtu anakosa mengi sana katika maisha yake. Kukata tamaa kuna kufanya tena usifikiri mambo mazuri na kufika kwenye malengo yako. Kukata tamaa kuna kufanya wewe usionekani tena duniani. Kukata tamaa ni kitu kibaya na ni maradhi makubwa sana. Be positive anyway. Kuwa na kitu kinaitwa positive sense. Jikubali, jiamini, jua kama utafika, jua kama utaweza. Na kweli utaweza na utafika ikiwa kama utakuwa na positive sense. Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu, usikate tamaa dada yangu, usikate tamaa mama yangu. Acha nitoe mfano kidogo wanawake wenzangu. Kuna mabinti ambao wameshakata tamaa ya maisha. Amepata mchumba leo, ka break uchumba wao kauvunja kwa sababu hizi na zile, akakata tamaa, akihisi labda nimerogwa, akihisi labda sitapataga tena, akihisi labda mimi mbaya. Hapana. Muda wako ukiwadia lazima kile ulichokadiriwa kitafika. Don't lose hope. Usikate tamaa. Mungu ana maajabu yake katika maisha ya binadamu. Wewe unaweza kuona ndo basi umekwisha, kumbe faraja inayokuja ni bora zaidi kuliko yale ambayo ulikuwa unafikiria. Na Mungu akakupangusha machozi yote ukasahau, ukawa tena mwenye furaha. Lakini kusaidia hayo yafike inabidi moyo ukubali kama ipo siku, one day yatakuwa na yatakuwa kweli. Bimana usikate tamaa. Dada yangu ambaye ulikosa uchumba, dada yangu ambaye unasimanzi, kumbuka tu ule ambaye ulipangiliwa yupo na atakuja, yupo njiani. Bwana mimi namuona tu karibuni. Rafiki yangu, usikate tamaa. Kipindi chetu cha Amka Uamshe Wenzao ni katika kuamsha kwenye akili na mafikira yako. Jifikirie khairi, jifikirie vizuri. Mungu ana zawadi anampangia kila mmoja katika dunia hii. Unaweza kupita katika maisha ya mateso sana. Ukapita maisha ambayo wanaume wanakudisappoint, wanakuumiza. Ukapita maisha ya simanzi, lakini siku moja ikawa ndiye faraja ya moja kwa moja. Mungu akaja kukupa zawadi ambayo ulikuwa hauitarajii. Sababu gani? Hukukata tamaa. Lakini ukikata tamaa utajikuta umepoteza njia. Kwa hiyo usikate tamaa dada yangu, mdogo wangu. Siku yako ipo, utapata na utafika kwenye malengo. Just be strong. Kuwa jasiri na ujue kwamba ipo siku na itafika. Maana we mzuri, binti mzuri, condition zote umeeneza. Sasa kwa nini ukate tamaa? Kila kitu unacho. Wala usijione kwamba we haufai wala mbaya. Pana ulivyo gisi ulivyo, jikubali. Don't lose hope. Jikubali na mwisho utafika kwenye malengo. Naingilia kwa mama zangu, wa dada zangu ambao walikosa waume zao, wakafisha wapenzi wao ambao walikuwa wanawapa faraja. Baada ya kuwafisha ikawa basi ndo lose hope. Amekata tamaa ya maisha, akajihisi watoto wangu watalelewa vipi, akajihisi maisha yatakuwa vipi. Unasahau jambo moja dada yangu, riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mapenzi ambayo Mungu alikupa ameamua kuyachukua. Hujui kesho atakupa nini. Huenda akakupa bora ya ule ambaye ulimkosa. Lakini wanawake wengi wanasikitisha wanapofisha waume zao. Anaingia kwenye simanzi, anazeeka hata miaka bado, anaona kama dunia tena hamna, hata mwanaume mwingine wote tena hamtamani. Hapana dada yangu, acha kujiweka chini hivyo, acha kujipa uchungu. Kuwa na nguvu, simama we mwanamke kama mwanamke. Alivyokupenda wa kwanza na Mungu atakupa wa pili. Maana aliyemchukua anajua bora anaweza kukuletea zaidi. Kwa hiyo usikati tamaa.
Kumbuka kifo ni amri, sisi wote tutakufa. Hakuna atakayebaki duniani. Kwa hiyo hicho tu kikupe nguvu kwamba hakuna atakayebaki duniani. Kwa hiyo wewe usijipi simanzi dada yangu. Usijipi kukosa amani kwa sababu umemkosa mpenzi wako. Mwingine yupo njiani na anakuja. Mimi kama namuona vile, anakuja. Lakini don't lose hope. Usikate tamaa katika maisha. Fikiria mema na Mungu atakupa mema. Fikiria mazuri na Mungu atakupa mazuri. Maana Mungu ni mzuri kwa waja wake. Kwa hiyo usikate tamaa dada yangu, ukaona kama ndio umekwisha pana. Na kama ni kuhusu riziki, Mungu ndio mgawaji wa riziki. Wale watoto hawajaumbika na mume wako, waliumbika na Mungu. Kwa hiyo Mungu anajua wataishi vipi na maendeleo yatakuwa vipi. Kwa hiyo wewe kikubwa zaidi kuwa jasiri, wape watoto wako moyo na wewe una moyo, ukoge maji ya kukamate mafuta mazuri, Mungu atakuletea ambaye ni bora zaidi. Ila usikate tamaa, usiwe na simanzi katika maisha. Naingilia bi mkubwa ambao sasa kwa sasa wana maradhi, wamekata tamaa ya maisha kwa sababu ya maradhi. Bi mkubwa ambapo unanisikia au mwanamke yoyote ule. Kumbuka maradhi ni kitu cha kawaida kwa binadamu. Sote hatujui kesho tutaumwa nini ama tutakufa vipi. Sasa, kuwa kwanza na kitu kimoja, unapopokea kitu kama maradhi, moyo uyakubali sababu ndio yameshafika. Ikiwa moyo utataka kuyatia negative, havitaambatana kwa sababu ndio yameshakuja tayari afu na unataka kuyafukuza na kitu hakiwezekani. Kwa hiyo kubali na kile ambacho kimekutokea, alafu sasa kifanyie kazi rafiki yangu. Unaona, maradhi jambo la kawaida, maradhi kwa binadamu jambo la kawaida. Lakini ikiwa kwamba tu wanakuambia labda una ugonjwa mkubwa, ukakata tamaa, basi ujue kama maisha unazidi kuyafifiza. Kama labda ilikuwa ule ugonjwa uchukue miaka 5, unachukua miaka 3 sababu gani? Stress zimejaa kwenye kichwa, moyo umevimba na utajikuta unaleta maradhi mengine, high blood pressure, heart attack. Hivyo vitu ni maradhi ambayo yatakusibu sababu gani? Umekata tamaa sana katika maradhi. Hata wakuambie wana wewe una kansa siku 3 utakufa, usikati tamaa sababu pako Mungu wa miujiza anaweza kayabadilisha rafiki yangu. Unaweza kaongea kwenye maombi yako, ukaomba katika imani yako wewe na Mungu akakusikia sababu ni mwenye kusikia waja, na ukaenda hivi daktari akwambia impossible, hatuoni ugonjwa ulikuwa umekwenda wapi? Mwambie kumbe wewe ni Mungu ambaye yeye anaweza hata zaidi ya waganga. Sasa kwa hiyo wewe usikati tamaa kwa sababu ya maradhi, usikati tamaa sababu unaumwa, hapana. Omba, kunywa dawa, kesho unaweza kwenda kukutana uko fiti. Kwa hiyo kubaliana na kile kinachotokea, afu upe moyo ujasiri na ukifanyie kazi. Lakini kukata tamaa juu ya maradhi, unaongeza maradhi juu ya maradhi. Maana utapata yengine maradhi mabaya, unaweza kupata shock ya ubongo kwa sababu ya mafikira mengi, moyo, na hivyo vyote vinaongezeka katika yale maradhi ambayo ulikuwa nayo. Unajikuta sasa siku chache unatoka duniani. Kwa sababu gani? You lose hope, umekata tamaa. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinakusibu katika maisha yako, never give up. Usikate tamaa. Kwa hiyo dada yangu ambaye uko katika ujumba wako, alafu umetafuta mtoto muda mrefu hukujaliwa kupata mtoto, basi ukakata tamaa, ukaona dunia imekubadilikia, huwezi tena, haiwezekani, ukaona simanzi, furaha ya ndoa tena huna, mwisho hadi umebadilika usoni kwa sababu ya kukata tamaa. Acha nikwambie kitu kimoja, usikate tamaa. Kukata tamaa kuna uguza, kukata tamaa kuna dhofisha, kukata tamaa kuna dhalilisha. Kukata tamaa, hata Mwenyezi Mungu hapendi mtu anayekata tamaa. Mungu anapenda ule mtu mwenye kuamini kama hili jambo linawezekana na litawezekana. Ukikata tamaa bimaana hata katika imani yako Mungu ambaye unamuomba haujamuamini. Kumbuka, hata tukienda kwa manabii wa zamani, Nabii Ibrahim wamezao kwa wazee sana, wakina Sara wamezao kwa wazee sana. Sababu gani? Hawakukata tamaa, walibaki wanajua Mungu yupo na atatenda, na katenda miujiza. Kwa hiyo wewe mama ambaye umekosa mtoto, usikimbili kwa waganga wa kienyeji wakakula pesa yako, maana wenyewe hawana uwezo wa kuumba wala hawana uwezo wa kutia mtoto tumboni. Ambaye wakukimbilia zaidi ni Mungu wako. Omba Mungu, chukua moyo wako, ufanye ujasiri. Simama wewe kama wewe na kujua kwamba ipo siku Mungu atanipa, sababu yeye ndiye mgawaji. Kwa hapo hatuna pa kukimbilia isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Na one day Mungu akakupangusha machozi. Na usikati tamaa sababu watu wanasema, huyo hata zaaga, hata upataga, wenyewe hawezi kukujaji. Mungu ndiye mwenye kujaji. Mungu ndo anajua makadara yako aliyokadiria. Kwa hiyo usifati maneno ya watu. Wewe fanya ibada zako, muombe Mungu wako na ukuwe jasiri sana, mridhishe mume wako, kwa siku utaona miujiza ndani. Wengi wameiona na wakafurahi na leo wako kwenye furaha za ndoa zao. Kwa hiyo na wewe mama yangu
Usikati tamaa kwa hilo. Kama mtoto Mungu amekadiria, utampata siku zijazo. Kwa hiyo acha nizungumzie mabinti ambao labda wanasoma, masomo yaendi, kufeli, stressi akiwa kwenye shule, hata yani test hawezi kazifanya vizuri na kadhalika. Mwisho akakata tamaa kabisa na kwa tena hawezi kujisomea usiku, hawezi kufanya homework, yani hizi devoir ambazo wanawapa wakafanya nyumbani zinamshinda kwa sababu gani? Alisha lose hope. Binti, ungali mtoto mdogo sana. Ukianza kukata tamaa kwa muda huyu, bimaana wewe ukiwa na miaka 40 umekwisha. Nakupa nguvu mdogo wangu, usikati tamaa. Pigana na kile ambacho unaona kinakushinda. Tiambia akili kwamba kitawezekana. Na kitawezekana kweli. Yale ambao unaona nakushinda, concentrate. Jipe muda, punguza muda wa simu. Punguza muda wa TV. Concentrate na masomo. Angalia kile ambacho kinakushinda, piganisha. Na ukiambia kitabu chako, hii test nitaweza na taweza. Ukishatia positive, lazima positive itafanya kazi. Ila kila siku tunafeli katika kutia negative sense. Unakuwa tayari ushaambia tu akili hautaweza na hautaweza. Lakini ukitia positive, lazima utafika kwenye malengo. Mdogo wangu, usikati tamaa ungali mdogo, utajipa stress. Utakuwa na miaka 18 unafanana mzee wa miaka 40 sababu you are stressful. Na sisi hilo hatulitaki kwako. Na ndiye maana tukafanya kipindi chetu Amka Tuamshe na wenzetu, kwa watoto, kwa wakubwa, wanawake wote dunia nzima. Na wewe mdogo wangu uko unanisikia, usikati tamaa. Be strong, kuwa jasiri, somea masomo yako, kile kinachokushinda piganisha, tafuta mtu aje akusaidie katika kile ambacho unaona kama ni kizito kwako na utaweza. Katika maisha kuna wengine sababu ya riziki. Hakupata chakula leo, amekata tamaa, anaona anakufa, watoto wanakufa. Mama yangu, mdogo wangu, mkubwa wangu, sikia nikwambie, riziki hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na riziki Mungu kila mmoja amempangia kwake. Hatujawahi kusikia hapa tumemzika mtu kwa sababu amekufa na njaa. Bimaana kile kidogo ambacho Mungu alimkadiria kipo tunatakipata. Kikubwa zaidi, kuwa jasiri, tafuta, na kule kutafuta kwako Mungu atakupa na utakula na utatosheka. Lakini ukiwa mwenye kukata tamaa kila siku, utawafanya watoto na wenyewe wakate tamaa katika nyumba, waone kama basi kiama kimeangukia. Na we mama ndio unapaswa kuwa mwenye nguvu, jasiri, kuwapa nguvu familia yote ili waweze kusimama na kuwapa tena hope, kuwapa mategemeo mazuri kwamba leo tumelana na njaa ila kesho tutakula na nakiona chakula karibu. Kwa hiyo watoto wanazidi kuwa majasiri, we mwenyewe mama unakuwa jasiri ndani ya nyumba sababu ya ile positive, ile kukubali kama kitatokea kizuri na Mungu anakifanikisha kizuri. Kwa hiyo tusikati tamaa katika maisha. Maisha ni ya Mungu na sisi hapa duniani tunapita, kila jambo tumtegemee Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi na wageni katika kipindi chetu Amka Tuamshe na wenzetu kwa siku ya leo. Next Friday inshallah katika mada zingine. Msahau comment, subscribe and like kama kawaida yetu. Bye bye.